mvuvuka kutoka kwa wafu inavyoimarizwa, vivyo hivyo tumaini letu la kutazamia ufufuko wa mtumishi wako enizovirimuze vidhibitishwe kwa njia ya Bwana Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Asante sana. Na wakati mwingine pia tunahimizwa tukae kimya kabisa, angalau tusikie neno la Bwana. Kwa mwenzako hapo karibu na yeye anaangalia na endelea kupiga mayowe tafadhali, pia signal kwake kwamba sasa ni wakati wa kusikiliza neno la Bwana. Asante. Somo la kwanza kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 13 hadi 17. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo, na kwa maana hao wa Misri waliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, nao wana Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuata. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake. Neno la Bwana.
Tumshukuru Mungu. Maneno ya kiitikio: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 Hunipumzisha katika malisho mabichi, hunipeleka kwenye maji matulivu, hunipatia nguvu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Huniongoza katika njia zilizo sawa kwa ajili ya jina lake. Naam, hata nijapopita katika bonde la giza, siogopi mabaya, kwani wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Waandaa meza mbele yangu machoni pa adui zangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha ya
Mtakatifu ilivyoandikwa na Yohane. Yohane sura ya 21. Yesu alijionyesha tena kwa wafuasi wake kando ya bahari ya Tiberia. Alijionyesha hivi: walikuwapo Simoni Petro na Tomaso aitwaye Paja na Danieli wa Kana ya Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine wawili wa wafuasi wake. Simoni Petro aliwaambia, ninakwenda kuvua samaki. Nao wakawaambia, nasi tunafuatana nawe. Basi wakatoka wakapanda chombo, lakini usiku ule hawakupata kitu. Asubuhi kulipopambazuka, Yesu alisimama ufukoni, lakini wafuasi hawakumtambua kuwa ni Yesu. Yesu akawauliza, wanangu, muna kitoweo? Wakamjibu, hatuna. Basi akawaambia, tupeni wavu upande wa kuume wa chombo, na mtapata. Wakatupa wavu, wakashindwa kuvuta kwa sababu ya wingi wa samaki. Hapo yule mfuasi ambaye Yesu aliyempenda akamwambia Petro, ni Bwana. Mara Simoni Petro aliposikia ya kuwa ni Bwana, alijizunguzia nguo, maana alikuwa bila nguo, akajitumbukiza baharini. Wafuasi wengine wakafuata katika chombo, wakivuta wavu uliojaa samaki, kwa maana hakuwa mbali na nchi kavu, yani yapata kila 200 tu. Waliposhuka buani, waliona moto makaa na samaki juu yake, pia mkate. Yesu akawaambia, leteni baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simoni Petro akapanda chomboni, akafuta wavu uvukoni uliojaa samaki wakubwa 153, hata haukupasuka kwa uzito wao. Yesu akawaambia, njooni mule chakula. Hakuna hata mmoja wa wafuasi aliyethubutu kuwauliza, wewe uhu nani? Maana walijua ya kuwa ni Bwana. Yesu akaja akatua mkate, akawapa na samaki kadhalika. Safari hii ilikuwa ya 3 ya Yesu kujionyesha kwa wafuasi wake tangu kufufuka katika wafu. Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako, Kristo.
matoleo ya wana wako. Hiki kidogo kinakupendeza, ni matoleo ya wana wako. Salamu ndikasikia mnikinu yanjo mnyasaye datu Mungu wetu. Bwana, wiradi kuvipokea vipaji vyetu ili huyo mtumishi wako Dennis Ovili Mose apokelewe katika utukufu pamoja na mwanao ambaye kwa njia ya sakramenti yake kuu ya upendo wote tunaunganishwa naye kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana we nanyi. Pigeni makofi, pigeni na ngoma, chezeni vinanda vya tarumbeta. Pigeni makofi, pigeni na ngoma, chezeni vinanda vya tarumbeta. Na mimi kwa majina naitwa Maureen Mwekali, niko studio mashinani, the same position that Mose alikuwa anafanya, ila niko studio ya Mombasa. Today nimetumwa na ujumbe kutoka kwa managing director, kama vile mmesikia she's in China, lakini ujumbe wake ameandika tuje tupeane pole kwa familia na marafiki wa Mose. It is with deep sorrow and profound sadness that I extend my heartfelt condolences on behalf of the board, management, and staff of the Kenya Broadcasting Corporation (KBC) to the family, friends, and colleagues of the late Mose Dennis. The news of his passing has left us all in shock and grief as we come to terms with the loss of a dedicated audio music producer, a valued colleague, and a promising young professional. Until his untimely demise, Mose Dennis, popularly known as Mose or Le Producer, served as an audio music producer and a studio machinani at Studio One in Lang'ata, Nairobi. He demonstrated unwavering dedication, commitment, and passion for music production. His cordial relationships with colleagues, professionalism, and pursuit of excellence made him an integral part of our team, earning him the admiration and respect of his peers. His enthusiasm for his craft was a sign of great future, one that has sadly and tragically been cut short. The circumstances surrounding his passing make this loss even more difficult to bear. Yet even as we mourn, we also celebrate his life, his contributions, and his impact that he made on all that had the privilege of knowing him. During this time of sorrow, we stand in solidarity with his family, offering our support and prayers. We hope they find comfort in knowing that Dennis' legacy will live in the hearts and memories of all those who knew him. May his soul rest in peace. Agnes Kalechenguna, Managing Director, Kenya Broadcasting Corporation, KBC. Mbuya muno. Beautiful message from our Managing Director who is currently in China. I think in same dia kuandrima tend to went to after our Managing Director. That is protocol. So thank you so much. Asante. Sasa having finished our program, chairman tumemaliza na watu wengi ngecheka mneyo. Kwa njia kipekee sana naomba Sister Venus akuje hapa apigwe picha tukiimba wimbo ambao KBC walikuwa wameweza kuandaa. As we sing, please come for a photo ndio tuweze kumaliza. Sorrows like sea, billows
habari ambayo napewa ni kwamba Mheshimiwa Steve Arika, MCA wa Kisii County kutoka Ibeno, ameweza kutuma pole zake kwa sababu ni rafiki wetu wa siku nyingi, na ameweza kutuma rambirambi ya shilingi 3,000. Nashukuru sana Bwana Chairman, pole kwa kuchukua muda. Mungu wetu awabariki na neema Yesu itutoshe. Omwana Nyasaye wanjire kuiro yo minto yigakurwa senseye ngobega duro mobero yase amaraba oirane asorwete Kristo nero modanga nikoboga kurwa sama kweri asego ngorwa turo yo minto ya somonene omonena moimokie asomolembe oye no mobero oye anyobokia asirit konyo mwerio Wetera Kristo Yesu omonguru wetu. Twabatize twasamache ando kamwanja Nyasaye Nyasaye tigakura anda kuobogima umusasogoro batakwera nomubero nigo orabo momenyo bwa Nyasaye Ngotogo saba akwe omogota kwera Ngagiri Nyasaye cyagitime yawo agikirani asama ase obogima butakwera